Unafanyaje pale ambapo wale watu unaowaongoza wanakubishia sana, yaani wanakubishia mno. Nakumbuka mwaka fulani nilikuwa naongoza team, it was an international team, kwa kuna watu kutoka Uingereza, Argentina, Brazil, South Africa na Urusi na Malaysia. And sasa ilifika kipindi natoa maelekezo sasa kama kiongozi, alafu walikuwa ni watu kutoka Urusi. Wakanigomea kabisa yani. Sema hatufanyi bwana, hatufanyi. Sasa kasema hii ni nini? So unajua kama kiongozi unakasirika, sema wananionaje? Sasa baadaye kuja kufuatilia, kumbe kile ambacho nilikuwa ninawaambia wafanye, mimi niliona kawaida, na katika utendaji wa kama kiongozi nilikuwa ninaona ni kawaida na ni jambo la kawaida, lakini kumbe katika zile tamaduni zao na ile world view yao juu ya kile nilichokifanya, huwa wanakifanya watu wenye hadhi fulani ya chini. Kwa hiyo ilikuwa ni kama ninawashusha hadhi na wakanibishia. Kwa hiyo inawezekana wakati mwingine hawa watu nao waongoza wanakubishia, sio sababu hawakuheshimu, japo watakuja kuielezea hii. Lakini ni kwa sababu tu kile unachowataka wafanye kwao kina namna fulani ambayo labda haina maana nzuri na vitu kama hivyo. Kwa kama kiongozi, usichukue sana haraka ya kuwa offended. Take time na kujua kwa nini wamekubishia. Kuna sababu gani zinawafanya wabishe, okay? Sasa kuna kingine watu huwa unaoongoza wanakubishia kwa sababu hawakuamini. Kwa hiyo wanasema tufanye kweli hicho anachosema. Tuna uhakika gani kama hana makusudio mabaya? Okay? Kwa kama kiongozi una jukumu pia la kuhakikisha kwamba watu nao waongoza wanakuamini. Okay? Haya, hii ndio hekima ya leo. Kumbuka haijawa hekima mpaka umeitumia. Okay, bye bye.